Bwana, kama kawaida tunarudi katika uwanja wetu wa nyumbani. Tunarudi tena nchini Korea na siku ya leo tunakuja na hili dude la horror movie. Picha linaanzia ndani ya mapori mazito ambapo anaonekanika mtu akiwa anachimba chini ya ardhi, ni kana kwamba kuna kitu anakitafuta. Lakini huku ndani ya vikosi vya upelelezi walikuwa wanachunguza simu ya marehemu ambayo ilikuwa imeweza kutoweka ndani ya masaa mawili yaliyopita. Na huyu anayechimba hili shimo ni kama alikuwa amekutana na simu, ila taarifa zinadai kwamba simu ya huyo marehemu ilipotelea katika msitu mmoja wa Sangak. Sasa yule mtu alipoweza tu kuitoa simu na kuiwasha, ghafla tu maafande wakafika eneo la tukio, kwa maana waliweza kugundua ni wapi simu ilipokuwa imewashwa. Mwamba aliyeweza kumfuma huyu bidada anafahamika kama Mark na bidada anaitwa Chiori. Basi alipoweza kumfuma akaanza kumwambia mikono juu, lakini huyu bidada Yori hakukubali kukamatwa kizembe namna hiyo, akaanza kumtembezea Mwamba kichapo, na bidada alikuwa na nyuka kaleti za kutosha. Mtaalamu wetu alipoona kwamba bidada anapeleka mkono vibaya sana, akajikuta anashindwa kujizuia. Huyu jamaa sheria yake ni moja, huwa apiganagi na wadada hata mara moja, lakini hiki kibidada Yori kilikuwa kinatembeza mkono sio poa. Mwamba akaona kikabili kiume. Sasa maafande wengine wamefika, wanakuta Mwamba kamng'ang'ania bidada pale chini, wakaanza kusema, oya Mark, unataka kumkamata ama kuna kitu unataka ufanye ndio umkamate? Hatukuelewi. Sasa baada ya utulivu kushika kiasi, basi bwana bidada akawa anahojiwa, ulitoa wapi hiyo simu? Lakini bidada akagoma kabisa kutaja kusema kwamba ni wapi alipata hiyo simu. Afande Mark akasema, oya, nikikupeleka kituo cha polisi utapata tabu wewe, hebu niambie haraka sana. Sasa mshikaji amegeuka tu kidogo, anaongea na afande mwenzake, anakuja kuuliza huyu bidada alikuwepo hapa, yuko wapi? Afande akawa anamwambia, kwani kuna bidada yote alikuwepo katika mitai? Mbona sikuelewi? Lakini bidada Yori alikuwepo amesimama juu kabisa ya kilele cha mlima, anaongea na nafsi ya mzee ambaye ndio ametoka kuuliwa muda si mrefu. Sasa ukweli ni kwamba huyu bidada Yori alizaliwa katika familia ya kitajiri kinoma, lakini alitupiwaga laana ambayo inamsababisha awaga anaona mizimu. Kwa hiyo ana uwezo wa kuona mizimu kwa kitambo kirefu. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba huyu bidada Yori kama akikugusa wewe mkono ama wewe ukamgusa kwa bahati mbaya, unakuwa na uwezo wa kuona mizimu ndani ya dakika kama 5 mpaka 10. Kwa hiyo bidada muda wote huwa anavaga gloves katika mikono yake ili kuweza kuzuia watu wengine wasipate uwezo kama wa kwake, wasije wakapata shida. Hasa miaka kama 6 iliyoweza kupita, bidada Yori alishawahi chumbiwaga na jamaa mmoja, ila akamwambia kukaa jirani na mimi kutaweza kusababishia matatizo. Lakini mshikaji wake aliyekuwa anafahamika kama Jihu akasema, mimi niko tayari kufa na kupona kwenye penzi lako, sina noma lolote lile. Basi bidada Yori kwa kuwa Mwamba amesema mwenyewe penzi lake sio kipengele, basi akaamua kuvua zile gloves. Mwamba akamshika mkono na akamvisha pete. Harusi yao ilikuwa ni ya kipekee sana, mpaka katika vyombo vya habari harusi hii ndio ilikuwa imezua gumzo, kwa sababu bidada Yori anatokea katika familia ya kitajiri, lakini bwana harusi mpaka muda huu bado hajatokeza. Bidada akapata mashaka. Dakika 5 mbele Mwamba akawa amekuja kijasho kama chote, anasema oya, yani huwezi kuamini kulikuwa kuna foleni kinoma. Lakini jamaa kujisearch ndio anagundua kwamba amesahau pete kwenye gari, ikabidi kuomba ruksa aweze akafuate pete, ila akiwa kwenye lifti ndio akaanza kushtuka kwamba mbona utafikiri taa zinawaka na kuzima. Na mbadala wa lifti kushuka, si ikapanda juu mpaka ikachomoza juu kabisa ya bahari, alafu maji yakaanza kupanda juu kabisa ndani ya lifti kiasi ya kwamba yanataka kumzamisha. Mwamba Jiu hakuamini macho yake kwamba jamaa anakwenda kufa kwa kukosa pumzi, akaanza kupiga makelele, nisaidie wazee, nisaidieni na kufa huku. Hasa bidada kwenda kumtazama Mwamba, anakutana na jamaa akiwa amegamia gari, pumzi imemkata kinoma. Jamaa akawa anasema, usinisogelee, ndakwenda kuwasiliana na vyombo vya habari kukanseli kabisa hii harusi. Na kutoka siku hiyo bidada Yori aliapa kwamba hatowahi kumpenda mtu yeyote yule, kwani kumpenda mtu kwake ni kumuingiza matatizoni. Sasa kesho yake mapema na alfajiri bwana, Mwamba Mark yuko kama kawaida anajiandaa kuelekea ofisini. Kumbuka Mwamba anafanya kazi katika kitengo cha uchunguzi, na leo Mwamba alikuwa yuko mahakamani kwenda kusikiliza kesi ya Mwamba ambaye alikutwa nguo yake ikiwa na damu na kuna mtu alikuwa amefariki ndani ya nyumba yake. Lakini bwana mdogo ambaye nadhaniwa kwamba amefanya mauaji akawa anaambiwa, hebu kili ukweli kwamba umeweza kufanya hilo tukio. Lakini huyo dogo anaitwa Sanjay, babake ni mwenye pesa sana na mtu mwenye cheo kikubwa serikalini, akawa anajibujibu topolo tu mbele ya mahakama, anajua kabisa hamwezi mkamfanya chochote, babake yuko juu ya sheria. Basi utopolo wote aliokuwa na ujibu bwana mdogo pale mahakamani, eti akatangazwa yeye ndo ameshinda kesi. Familia ya yule marehemu walijikuta wanalia kinoma. Mpelelezi Mwamba mtalamaki yeye alijikuta anasikitika tu, mtetezi wa wanyonge. Sasa leo amekutana na watu wenye pesa zao, wameweza kushika mpaka mahakama. Alafu Mwamba baada ya kutoka mahakamani akaanza kumwambia Mark, akasema, si nilikwambia wewe wanasheria hauna nguvu ya kuweza kuishinda pesa. Mark akasema, nitakata rufaa na iko siku nitakushinda katika kesi hii. Basi bwana wewe wakuu wake wa kazi Mwamba Mark wakawamwita jamaa, wakamwambia, oya
oya, umeshashindwa kesi mahakamani, kwa acha mambo yaishe kama yalivyo. Kumbuka hauna pesa na hauna nguvu. Sasa wao wanaoshindana nao ni wenye pesa na wenye nguvu, wanaweza kukupoteza ujue. Lakini mtaalam aliapa kwamba ataichuchumilia kesi hii mpaka aweze kushinda. Yeye hataki kabisa kuwa dhaifu na kushindwa kidhembe namna hiyo. Sasa mkuu wake wa kazi akawa anamwambia, yaani wewe kila kesi ambayo tulikukataza kufuatilia umeshindwa, bado tu umekazania kufuatilia vikesi visivyokuwa na maana, utashindwa tena wewe. Hata wafanyakazi wenzake wakawa wanamwambia, oya, msikilize mkuu mwanangu, wewe kila kesi ukishika unashindwa, kila kesi ukishika unashindwa, alafu kesi zote unazozishika ni zile ambazo ofisi imekataza. Na wakati huo bibi yake alikuwa anampigia simu, anasema, wewe muda wa kwenda hekaluni umefika, wewe endelea kufanya tu kazi, sahau kabisa siku ya Sabato. Sasa mshikaji Maki akaanza kusema, oya mwanangu, unaweza ukaniwakilisha ukaenda kwa bibi kule kufanya ibada. Mwamba akasema, hapana bana, mimi nimeokoka, nampenda Kristo, wala mimi sio dini yako hiyo. Basi Mwamba akalazimika tu kwenda kwa bibi kufanya ibada. Baada ya kumaliza kufanya ibada, bibi akaanza kusema, oya kijana wangu, umeshafikia umri wa kutaka kuoa. Sasa ukikutana na mwanamke ambaye amezaliwa katika mwezi wa nyani, usije kusubutu hata mara moja kumwambia kwamba unampenda, ni kosa kubwa sana. Sasa Mwamba ule muda aliotumia tu kwenda kufanya ibada, jamaa akajikuta tena viporo vingi vya kazi. Mshikaji wake anamwambia, oya rudi nyumbani. Mwamba anasema, mpaka nimalize kazi zangu ndo narudi nyumbani. Sasa mshikaji wake akawa anamtania, anasema, oya mwanangu, sasa endelea kuchelewa. Kumbuka mgahawa wa mwisho unaofungwa inasemekana kwamba pale kuna kuaga na mizimu inaenda kula usiku. Kwa hiyo wewe ukienda mgahawani mida hiyo ya usiku sana, maana yake utaenda kula na mizimu. Mwamba akasema, yaani mimi unanitishia vimizimu? Wewe una akili timamu? Hebu toka zako rudi nyumbani. Lakini baada ya mshikaji wake kuweza kuondoka, Mwamba anaingia bafuni, anaogopa, anaona mizimu tena. Mwamba anaingia toileti kwa mawenge kinoma. Sasa ile anafungua tu mlango, si ndio anagundua kuna mzimu umekaa bafuni. Mwamba alipiga makelele, alikimbia, kumbe ni mawazo yake bana, ulikuwa ni mfagio tu. Yaani Mwamba ule usiku pale ofisini ulikuwa ni wa moto kinoma, na alivyoambiwa kwamba wakati wa mvua mizimu inakopo mingi, basi alikuwa anaogopa, kila anachokiona mbele yake kinamtishia, akajuta kubakia ofisini. Sasa bidada Yori leo alikuwa anatimba katika hoteli ya familia nzima. Bidada hanaga habari na mtu yoyote, yani amejitenga kwa muda mrefu, na kila akitembea nyuma yake anakuta kundi la wafanyakazi wanamfuatilia. Sasa bidada akawa amesimama ghafla, wafanyakazi wengine wote wakawa wamesimama, akasema msinisogelee, lakini wao wanahisiki kana kwamba bidada ana madoido mengi. Kumbe bidada alikuwa anawalinda wao kutokana na ile laana ambayo yeye anayo. Kumbuka yeye ukimsogelea, ukimgusa tu unaanza kuona mizimu na utapata shida kinoma yani. Hasa wakati anatembea, kuna katoto fulani kadogo kalikuwa kanahitaji msaada wake. Dada nisaidie. Akatamani kwenda kukasaidia, ila akaogopa asije kakashika kakaanza kuona mizimu ikaja kuwa balaa hapa. Basi mpaka mama wa mtoto aliweza kufika, bidada hakuweza kutoa msaada wowote ule kwa kale katoto. Baadaye akaambiwa kwamba mwenyekiti anahitaji kukuona ndani ya ofisi yake. Na huku ndani kwa wakurugenzi ilikuwa inaonyeshwa taarifa ya habari, inamuonesha yule bwana mdogo Sanjay aliyekuwa ameshinda kesi ya mauaji. Sasa hapa ndani kuna kabidada fulani kanampenda kinoma yani. Kaka kanasema, kaka watu hana hatia, walikuwa wamemsingizia tu, alafu mimi nampenda, nataka niolewe naye sasa hivi. Sasa mwenyekiti alipoweza tu kumuona bidada Yori akasema, hivi unamzungumziaje huyo kijana Sanjay? Lakini bidada akasema, mimi sina la kuzungumza kwa sababu mimi sio ambaye nakwenda kuolewa. Lakini kiuhalisia bidada Yori alikuwa anaona mdogo wake anakwenda kuolewa na mtu mpumbavu kabisa, mtu anayetegemea utajiri wa familia yake, hakuna kitu pale. Lakini akazungumzia skendo ya Heji kumuua girlfriend wake ambaye alikuwa anataka waweze kuachana. Sasa hii imekaaje? Bidada alijisikia vibaya sana kusikia kwamba bidada Yori eti anazungumzia mambo negative kuhusiana na boyfriend wake. Akasema sasa lazima muongelea hayo ambayo yamepita. Alafu mwenyekiti akasema, hebu tuachane na hizo mada, natamani kulibadilisha hili jengo hili lote lije kuwa kama makazi yetu ya nyumbani. Kila mmoja alifurahia isipokuwa bidada Yori peke yake. Akasema ili jengo baba hakulidesign kwa ajili ya kubadilishwa kwa makazi. Lakini bado mwenyekiti ndo alikuwa na maamuzi ya mwisho, ndo mwenye kauli ya mwisho, akisema jambo lazima lifanyike. Kwa hiyo bidada Yori hakuwa na nguvu ya kuweza kumzuia pale pasibadilishwe kuwa makazi ya kuishi. Basi mishale ya jioni, basi bidada akaelekea mitaa ya gym kwenda kufanya mazoezi ili ajiondoe katika wimbi kubwa la mawazo linalomsumbua kwa sasa, kwa sababu bidada kila siku ni mtu wa mazonge tu. Bidada anaishi katika kasri la kifahari kinoma yani. Humo ndani anaishi na samaki, mifugo mbalimbali. Hao ndio marafiki zake, kwa sababu binadamu wengine wa kawaida akiwa marafiki nao basi wanapata mazonge. Sasa mshikaji Mark akiwa yuko na marafiki zake wanaendelea kupiga story, walikuwa wakitazama taarifa ya habari. Taarifa za habari zote zinamuonesha yule mtoto wa kitajiri ambaye inasemekana alimuua girlfriend wake. Mwamba anatamba tu mitaani. Mwamba anacheza michezo ya kitajiri kinoma, anacheza mchezo wa gofu. Si unajua tena wanaochezaga gofu waisee. Sio poa. Yaani hata ukipewa kazi ya kokota ile mipira inayochezwa kwenye gofu ni kamshahara kabisa rafiki yangu. Laki 5 laki 6 kawaida tu. Asa mazonge ambayo bidada huwa anayapitiaga katika maisha yake, analala ndani ya jumba la kifahari, lakini ndani hilo
jumba analala katika tenti moja ndogo sana na anajifungiaga humo. Mishale ya usiku akaanza kusikia ngurumo mbalimbali za ragi na kulikuwa kuna mionzi myeusi inapitapita, na ghafla tu tenti lake likawa linafunuliwa. Bidada alikurupuka kutokea kwenye tenti lake. Nyie mizimu mishenzi nini, mnanisumbuaje wakati mimi nimelala bana? Mwe na hekima bana. Kweli ni kwamba bidada alishaendaga sana kwa waganga wa kienyeji na wakamwambia kwamba yeye amebeba laana kubwa sana katika maisha yake, laana ambayo itamlazimisha yeye kuona mizimu kila siku. Hili balaa na nusu. Hii hali bidada Yoli atadumu nayo mpaka lini? Sasa bwana, wewe wadau wangu wa nguvu, ni wasitu kuitazama episodi ya pili. Gusa hiyo hapo inajitokeza juu kabisa katika skrini yako. Ukiigusa hiyo ndio unaweza ukaenda kuitazama episodi ya pili. Usipoigusa hiyo, kuiona episodi ya pili inaweza ikakusumbua sana. Itazame hapo juu nimeandika episodi ya pili, gusa hapo moja kwa moja ukaenda kuitazama full kabisa episodi ya pili full.